Anzia kwenye mochwali. Ile kata. Basi ulipewa dili. Katika kwenda jamaa kwa kuwa wewe unafanya kazi mzuri, ngoja nikupeleke kwa watu wengine. Kwenda kule nikagewa dili la milioni 3 mzee. Milioni 3 hiyo kazi yake ni nini? Nikaona shangazi niende kuwa mtu kweli ama vipi? Akaniambia bwana, dili hilo ukalale mochwali katika ile sanduku kwenye mabarafu yale. Nikasema itakuwaje? Nikasema moja litazimwa. Kwa sababu yale hayapo partition, ukiamua kuzima moja unazima. Kwa hiyo zilitazimwa kama siku 2 au 3 lipoe kasi. Kweli ile dule likazimwa. Kuzimwa mimi nikaingia mule ndani baada ya siku 3. Wakaja wakalivuta ile, mimi nikapigwa picha niko mule, ndugu mtangazaji. Nikapelekwa kanisani. Kwa hiyo ukiangalia na video ilirekodiwa pale ya simu hivi. Kwa hiyo kanisani kuna mama TV yale. Wakasema mnamuona huyu yuko mochwali kashakufa lakini hajafa. Amini hilo. Mimi pale nimepigwa picha nikatoka siku hiyo nikalamba kwanza advance yangu 800. Pap. Hii issue. 800. Kwenye vitunguu pana 500 kumbebea mtu ile tenga la nyanya. Paka katika gari kumpakilia 500 tu. Sasa una matenga mangapi ndugu mtangazaji? Upate hiyo 800. 800 mantilia na kungoja. Umeona? Basi nikacheza ile dili, nikafanikiwa vizuri, wakanimalizia hela yangu. Mimi ndani huko nanunua tu masofa, ma TV tu na relax maisha kidogo kitogo. Dili la mwisho ambalo ndugu mtangazaji ambalo linanigea simanzi, lakini ndo maisha, utafanyaje? Muda mwingine unatakiwa uwe mwanaume, muda mwingine unatakiwa usikangaga, muda mwingine unatakiwa uamue maamuzi ambayo ya kiume. Unaona, usipoamua maamuzi ya kiume siku zote utasema mimi nimerogwa. Kumbe unashindwa kuamua maamuzi. Basi mimi nikachukuliwa nikapelekwa Goba. Nikafanya hilo dili la mazabaoni. Basi kwenda kule nikatengenezwa mshipa na irizi, nikazivaa kiunoni, nimevaa msuri. Sasa kipindi anafanya mambo yake yule, mimi nasubiri foleni yangu niende pale, akaja dada wamembeba pupu paka pale, akalazwa mbele yangu. Ni mgonjwa, ati mgani alikuwa mgonjwa kwa, lakini huyu ashaba nini? Lakini kila nikimwangalia ukahisi huyu kama njia moja na kama wewe. Mimi nini sasa nikawa kama namtolea macho fulani hivi, yani kusalimiana, kwa sababu sio wenyewe tunasalimiana, kuna salamu zetu. Tunajuana wenyewe tukitazama na makini. Kanga mtazama ule macho dada ule, mbona nishi ishara yoyote? Umeona? Lakini kabla saa zinaenda ule baba dada anabadilika hata sura. Unajua kama inakuwa nyeusi fulani, alikuwa mweupe, inakuwa nyeusi fulani. Sasa baada ukaa kidogo tu nasikia yule dada anajinyoosha. Ananyosha, namwangalia macho yamemtoka. Sawa? Macho yamemtoka, namwangalia hivi, kuna nini kinachotokea? Yule dada kuna ndugu yake pale akaita wale wasaidizi wale. Sawa? Kipindi wasaidizi wanakuja pale, kuna dada mmoja ndo alikuwa konki. Ikabidi amfunike macho yule dada. Mimi sitofahamu, nikauliza, kwani nini kinachoendelea? Yule mdada akaniambia huyu kafariki. Ngamba kafariki? Kafariki. Ilikuwa kuaje? Akaniambia bwana, huyu ametolewa hospitali, alikuwa na madripu. Kwa hapa kaja kupata uponyaji. Nikasema hawa watu different sana. Kweli hivi kweli? I say yani manabii wanashindwa kwenda kutibu watu hospitali, wanamtoa mgonjwa hospitali kuja kanisani, mpaka mtu anafia kanisani. Hilo linishangaza sana ndugu mtangazaji. Nikasema hao wana uwezo mkubwa. Mwimbili kuna watu kibao. Kuna watu kibao, sio Mwimbili tu, hadi Amana kuna watu kibao. Kwa nini wasitoke hapo kaenda Amana au Mwimbili? Kuna watu kule wamevunjika miguu, nao wanaunga miguu madhabahuni. Kwa nini wasijitolewa wakaenda kule Mwimbili wakaombea watu wakapona? Kitu ambacho najiuliza mimi. Na huyu na hawa watu ambao wanamleta huyu mtu, kwa nini wasijiulize hichi kitu? Wanakiacha wapi? Au wamerogwa ama ni nini? Kwa nini wasijiulize kuna watu kibao ambao vipofu mtaani? Kwa nini wasiende kuwaombea? Hao hivi wana akili timamu hawa. Basi nikajiuliza, nasema kweli wanamtoa mtu katika drip.
Kweli kama huyu kweli yes, ingeenda huko hospitali kwa watu kwenye madrip akiwachomoa aombe koko. Lakini watu wanashindwa kujiuliza. Yule dada alikufa pale pale. Tuache haya. Alikufa pale pale. Mimi nikiwa ninamshuhudia kwa macho yangu. Umeona? Sawa, muda wangu wa kufika kuperform kile kitu ushafika. Nikatajwa jina nikaenda pale. Kwenda pale nikicheza, mtoto wangu mimi amepotea. Amchukua na bibi yake msukule. Kwa hiyo inabidi afanyaje? Arudi. Nikakabidhiwa sufuria na chumvi. Na watu siku hapo walinunua sufuria. Mwenye mpenzi wake, mwenye mume alimwacha, sijui mwenye mke akanunua sufuria na chumvi pamoja na maji. Katoni hizi unanunua. Katoni moja iko nauzwa shilingi 16,000. Maji yale madogo. Na mimi nikagewa katoni pale. Lakini nilibiwa bure. Sijanunua. Nikaondoka. Kwa hiyo nikaenda kufikiria. Sasa kama maisha sio rahisi. Maisha sio rahisi Kwa kuwa ninafanya hivi vitu mpaka mtu ananikatikia roho kwa ajili yangu mimi, amba mimi ndo nasababisha hivyo vitu. Sawa? Bila mimi wasingeamini kuja pale kanisani. Bila mimi, bila michezo yako au bila michezo yenu. Ya michezo yetu sasa. Umeona michezo yetu na wengine wapo. Sasa kama mimi nimefikia hatua hii. Roho ya kijangili. Ndugu mtangazaji, hapo nilipoamua mimi kuwa na roho mbaya. Kufanya vitu vingine ambavyo navijua mimi mwenyewe. Sawa? Kwa sababu uweze kuniambia tena mimi eti na roho mzuri. Roho mzuri imetokea wapi? Hiyo ilikuaminisha kwamba kwa nini ukawa umeingia na roho mbaya? Kwa nini usingebadilika kutoka pale? Yaani nataka tufahamu hicho kitu kwamba uliona kwamba wewe ndio unasababisha kile kitu. Mpaka watu wanakuja wanafia pale kwenye madhabahu. Kwa nini usingebadilika kwamba kweli useme hiki kitu nikiache? Ukaingia na roho mbaya kwa namna ipi? Tunataka tufahamu hiyo sababu. Unajua ndugu mtangazaji, yaani wale wa manabii ndio walikusababishia uingie na roho mbaya au waumini ndio walikusababishia uingie na roho mbaya? Yaani vitu vingi sana vinachangia mimi kuwa na roho mbaya. Nikitizama maisha yangu. Yeye alivyokuwa, sawa? Na kazi ambayo nilikuwa nafanya. Yaani ile kazi kazi ni sasa tu kumuomba mama yako. Umeona?